Wacha nimsalimie ile uongo ya Kasongo. Msangalile. Mone baramu. Ni muongo si muongo? Fred Matiang'i, the official presidential flag bearer of the Jubilee Party, played host to his counterparts in the united opposition, among them Rigathi Gachagua, Kalonzo Musyoka, Eugene Wamalwa and George Natembeya. In a ceremony rich with cultural symbolism and political undertones, a section of Abagusi elders formally installed the former cabinet secretary as a community's official spokesperson. Speakers at the event described the moment as a defining milestone in Matiang'i's political journey, a crowning affirmation of trust and expectation. Sasa nyinyi mtaenda kwa meza ya kitaifa kupanga mambo ya jamii yenu direct kupitia Fred Matiang'i. Je, mumekubali kutupa Fred Oken Matiang'i? Twende naye. Hebu nione mikono wale wamekubali. Heshima ambayo ametunukiwa ndugu huyu Fred Matiang'i. Na vile tunamjua yeye ni mchapakazi. Tukishikana pamoja na tusiporudi nyuma, definitely William Ruto ni one term. In his address, Matiang'i assured the Abagusi community that should he secure the united opposition ticket, he will bring the presidency home, a pledge that drew cheers from the gathered crowd. I will not let you down. Nitaenda kucheza huko nje kwa sababu sasa mmenipea kazi ngumu kidogo ya kubeba hii. Na nitabeba hii kwa heshima na nitawakilisha watu wetu kwa heshima, kwa unyenyekevu na kwa kufanya kazi pamoja na nyinyi. The opposition leaders used the platform to criticize President William Ruto and his administration, vowing to overturn what they termed unpopular policies should they assume office. Leo tumesema in the next few months tukirudi kwa serikali na Matiang'i na Kalonzo na Rigidi tukiwa na timu hii, executive order number 1, hiyo sha tunatoa tunarudisha linda mama. They further called for an inquest into the death of the former Prime Minister Raila Odinga, alleging foul play and insisting that the truth must be laid bare. Tujue kweli kama Raila alilala vizuri ama kama Raila alifanywa madhambi. Wakati wanataka hiyo public inquest hiyo. Addressing the vote-rich region, the leaders urged residents to unite behind the opposition, cautioning against placing all their eggs in one basket by backing President Ruto. Hata wale wenzetu ambao walikataa kwenda kwa broad base wakakwama hapo katikati, waingie kwa united opposition. Maana tulikuwa pamoja, tunakuwa na nguvu, ndio? Rigathi Gachagua also condemned what he described as the continued harassment of opposition leaders by police and alleged state-sponsored goons, urging Kisii residents to stand firm and unwavering in their support. Sisi tunataka wa Kisii, mukisikia mkutano ya Matiang'i imeharibiwa anywhere in the country, tunatoka mnafuta barabara zote. Tomorrow, the team heads to Marani in Kitutu Chache constituency before proceeding to Nyakoe, Suneka and Nyamarambe, all in Kisii County. Nairobi Senator Edwin Sifuna and Embakasi East MP Babu Wino condoled with the family of Vincent Ayomo, who was allegedly shot dead by a police officer during the Linda Mwananchi rally in Kitengela. They called for thorough and impartial investigations into his killing, saying action must be taken against all the officers, including those who gave the order for the officers to use live ammunition. We condemn this act, and we say that that police officer should be brought to book, because every police officer leaving a station clearly left a station with a gun, and the gun is known, and all the bullets are numbered. Chini ya miezi 18 kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu
tutakuwa na serikali ambayo inaheshimu maisha, na wale wote ambao wamehusika katika kuchukua maisha ya Vincent na wengine kama yeye bila sababu yoyote lazima watafika kizimbani kujibu mashtaka ambaye itawakabidhi. Mimi nataka niseme tunasikitishwa kwamba serikali ya William Ruto na polisi yake wanajaribu kutugeuzia mambo ili hali wao wenyewe ndio wenye kuleta vurugu na fujo katika mikutano ya hadhara. According to the family, the 28-year-old father of one is said to have met his untimely death while on his way back from work. Ameacha gap kubwa juu hakuna mtu anaweza feel hiyo gap. Juu ile risasi venye ilimpata ni hiyo gap ilibaki hivyo. Tumebaki na hiyo machungu ya serikali kuwaua tu na kesi ifuatiliwe. Sasa tunaomba kama ndugu yetu anaweza pata justice. Unaona amewacha kijana mdogo, amewacha msichana mdogo na mtoto mdogo. Ilishatendeka, tumekubali. But what we just want is justice for our son. Justice for our son. They accused the authorities of using excessive force and intimidation tactics against their supporters during public engagements in an effort to silence dissenting voices, hence subverting their democratic right to freedom of expression. We have a widow, Hadija, who will never see her husband again. We have Hadija, who doesn't know where to start from. No business, no job, but with a baby. A baby who expects to be educated, but there is no job for her, just because the police decided to end the life of her husband, Vincent Ayomo. The leaders are threatening to move to court to also petition the government to compensate their family, while also accusing the state of an alleged plot to deny compensation to victims of public protests and demonstrations by failing to meet the 7th March deadline to execute the agreement. Familia hizo zinatuambia hamna mtu hata kutoka kwenye serikali ambaye amewafikia tu kuwauliza hata warekodi statement ama kitu chochote. Kwa hivyo tunajua kwamba William Ruto anavyoadaa Wakenya wengi na Wakenya wa kawaida, pia alikuwa na mahadaa Mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Hakuwa na nia yoyote ya kutekeleza mkataba huo. They also urge the youth to refrain from being used as goons to disrupt and cause chaos in political gatherings. That if you attempt to root the life of Raila, I tell you that Kenya will be worse than Rwanda.